Sio wakwako. Wakwako hakuumizi, hana maumivu yoyote. Subiri. Yaani ukiona anakuja, anageuka njiani, jua sio wakwangu. Sema Mungu, ninasubiri wakwangu. Mungu, yaani anaweza kawa hawa wanakusindikiza tu, anakuja unafikiri mchumba, unafikiri ni mume wa kunioa, anafika njiani anajiolea mwingine. Usiumie na maumivu yoyote kwa sababu hiyo sio ndoa. Yaani anayekuja anakusemesha unasema ndio. Ukiona amefika mahali anatembea na mtu mwingine, Mungu anakuonyesha huyo hata kuwa mwaminifu, baadaye anakuacha. Sema Mungu asante, unasindikizwa. Wakwako atakuja tu, hujui yuko wapi, ila endelea kumwomba Mungu. Mungu, nipe mume sahihi wa kwangu anayetakiwa kunioa. Usiseme naomba mchumba. Mungu, nipe mume wa kunioa, sitaki wa kunichezea. Huyo hapa mume wake toka wamebariki ndoa hamuelewi. Huwa anasafiri mikoani, ni dereva, lakini akirudi anakuwa memisi. Lakini mwenzake hataki kabisa. Na yeye amevumilia sana. Pole. Hiyo ni vita tu nyingine tena, ni kushambuliwa huyo jamaa. Umuombee. Muombe sana kwamba Mungu, naomba mume wangu akirudi. Yaani kikubwa mimi najiuliza tena, narudi pale kusema una Yesu moyoni wa kumshtaki. Yaani mshtaki wetu, hakimu wetu yupo. Ukimwambia hakimu wetu akirudi na kwambia anakuwa mlaini, mume wako anafikiri mlaini, tena unamwambia Mungu mpe kiu huko aliko, awe na hamu na mimi. Awe na hamu na mimi. Mungu nisaidie mume wangu awe na hamu na mimi. Mungu atamtengeneza. Hakimu wetu ni Yesu. Mliyemkataa Yesu mtateseka sana. Huyo amefanya makosa, amepata watoto watatu wote, kila mtoto ana baba yake. Amepata tena mwanaume wa 4, naye watoto, hana ndoa. Mwanaume ana mwanamke mwingine, ana watoto 2. Yeye kamjengea, anaomba ushauri. Pana, kama ni mume wa mtu ndugu yangu, sikushauri chochote. Hiyo nyumba amejenga kwa ajili ya watoto uliozaa, achana naye mara moja, uanze kuomba mume wa kwako. La sivyo uko kwenye mitala. Hufai kabisa. Hufai kabisa. Huyo wa mwenzako sio wa kwako kabisa. Yaani hata kakupa gari sio wa kwako. Ukisikia anakuambia nina mke na watoto, sio wa kwako. Usikubali kabisa kutoa maji hapo. Usikubali kabisa. Yaani hapo funga kabisa huo mlango, mwambie hiki kisima Bwana kufuli limefungwa mpaka atakapokuja mwenye kisima. Tena mwambie kabisa usinifuate tena. Uwe mkali. Hata kama umenijengea nyumba, nyumba umejenga kwa ajili ya watoto, mimi achana na mimi, natafuta wa kwangu. Full stop. Lilian ana umri wa miaka 25, anawezaje kupata mume sahihi? Tumeshaelekeza hapo Lilian. Lakini huyo alikuwa hajamuoa, alikuwa anaishi naye tu, ila na yeye kamuoa kwa ndoa takatifu. Yaani anaandika kwamba ni mke ameolewa, ila kabla ya ndoa mume wake alikuwa anaishi na mwanamke mwingine. Hiyo sio dhambi au ni dhambi? Akaendelea hapa, alikuwa hajamuoa, alikuwa anaishi naye tu, ila yeye kamuoa kwa ndoa takatifu. Kwamba amefanya dhambi, yani yule alikuwa na zini, hakumuoa yeye. Kwa hiyo huyu sasa ndio amemuoa kwa ndoa. Kwamba amekosea, amefanya dhambi. Yaani hapo kuna mawili, ijulikane. Hata kama hakumuoa kwa ndoa, alichukua akawa anaishi naye ndani. Kuna mawili hapo. Unaweza kuwa umemchukua mke wa mtu, mtoto wa watu, ukaishi naye wewe uko ndani, mmeishi wote, baadaye unaona hafai, unamfukuza, ndio unajitafutia unayemtaka, unafunga naye ndoa. Hapa napo kuna maswali magumu sana. Kuna ugumu fulani. Mimi nimesema hivi, yeyote ambaye anaishi na mke anatakiwa kabariki ndoa. Lakini kama alichukua, alikuwa anaishi naye tu, alipelekaga mali kwao, alimchukua tu akachezea, akamtupa. Usichezee watoto wa watu, na nyewe baba mwache hiyo tabia. Kuchezea watoto sio vizuri. Unatakiwa ombe toba sana kwa Mungu. Hapo ingia kuomba kwa Mungu akufunulie namna mama ya kufanya kwamba huyu ni mume wa kwangu au nimechukua wa mtu. Mungu anayo majibu yetu hapo. Sawa, wote ambao mnahitaji namba tulieni tu hapo, mama mchungaji atataja namba. Kuna wengine wanasema wamevaa viatu vizito sana, na vyenye matope mengi sana. Kwa hiyo tu wanahitaji namba mtapewa muda mfupi tu ujao. Huyu ana miaka 38, mume wake bado anataka azae mtoto wa mwisho, wana watoto 4 kwa sasa. Naomba ushauri. Jamani. Sasa tena na kwenye ndoa nianze kwa shauri, mama, msikilize mume wako, si ndiye anaelea. Wewe unazuiaje, unakataaje? Hata 10. Yaani mume akisema twende, ila omba ushauri kwamba mume wangu tutashindwa baadaye, mshauriane, kaeni chini. Lakini kwa mwenzio ana hamu mpate mtoto mwingine, msikilize, mpe.
mpe mzae mtoto. Lakini unaona kuna kuzidia, ongea naye kwa taratibu, mapatano hiyo. Nikiona hapa nitavunja ndoa, mkubalie tu. Usije ukasema mimi hapana, hata tukiachana bora niondoke. Hapana. Hujajua mwenzio labda ndivyo malengo yake alivyojua. Wengine ndio maana mwekage malengo hata kabla hamjaoana. Kwamba bwana, tukishaoana watoto ngapi tutazaa? Tukishaoana tunatakiwa tuzae watoto wangapi? Ndio yale ya kujadili. Mkishaoana mtaambizana, mtaelekezana, una wazo kwamba mimi natamani tukija kuona tuwe na hivi. Kama wewe labda ni Mloma, mimi ni MKKT, nataka tuwe sehemu moja bwana, ila mimi kuja Loma siwezi. Labda wewe kama unaweza kuja KKT, anaweza kukusikiliza kaja. Nataka mimi ni Pentecost, wewe ni MKKT, nataka wewe uje huku kwetu Pentecost, anaweza kaja. Mnashauriana, yajengeni mapema. Usiseme mimi nikiolewa, mimi nataka niolewe mama na Muislamu, alafu nitakuwa naenda kusali kwetu yeye kwetu. Na watoto wataenda wapi? Haya, sikukuu zile mtaandaje vyakula? Unavijua wewe vyakula? Yana vijua vya huko? Hapana. Pataneni mapema. Na mtu mwingine anaanza kusema mimi nitakuja kwako. Hasa hawa wa dini tofauti. Anasema mimi naacha nakuja kwenu. Kuwa makini na huyo mtu. Akikuchukua, anasema nilikufuata wewe. Wala mimi siwezi kwenda huko. Kuweni makini, mbona wanaume wenu wamejaa, Wakristo wamejazana huko, wamejazana tu. Tulia. Mungu tusaidie. Asante, muda wetu umetuishia kabisa, lakini nikukaribisha mama mchungaji. Ndio. Ili utawapie neno